kufa. Maombi hawezi kukusaidia, hawezi kukusaidia, hawezi kukusaidia. Maombi hawezi kukusaidia, na kuambia hawezi kukusaidia. Baada ya kufa ni hukumu. Matendo yako uliokuwa ukiishi, matendo yako uliokuwa ukiyafanya ndio atakayokupeleka uende motoni au uende uzima wa milele. Haleluya! Kama hujakalia mtungi sema haleluya. Kama hujagombana sema haleluya. Kama una amani ya Bwana sema haleluya. Nataka nikwambie, tutaangalia maana ya kifo, tutaangalia hatima ya kifo ya mwanadamu, na mwisho tutamalizia namna ya kushinda kifo. Nani anataka kushinda kifo hapa? Nani anataka kushinda kifo? Nyosha mkono namna hii. Haleluya, haleluya. Mbona mnyoshi? Haleluya. Kifo, kuna watu baadhi ambao walitaka kutafsiri kifo. Kuna watu baadhi ambao walitaka kuelezea maana ya kifo. Watu wa kwanza ambao walitaka kuelezea kifo. Kwa nini walitaka kukielezea? Kifo ni fumbo kubwa kwa mwanadamu. Limekuwa ni fumbo kubwa kwa mwanadamu. Iwe ni kwa wanasayansi, iwe ni kwa wasomi, iwe ni kwa wanafalsafa, wote wameshindwa kutafsiri maana ya kifo, kwa sababu wamefanya mambo mengi katika dunia hii, lakini kwa habari ya kifo hawajaweza. Kwa habari ya kifo hawajaweza. Nataka nikwambie maana ya kifo. Twende kwa kina Epicurus. Hawa ni watu waliokuwa wanaishi kule Asia ndogo. Walielezea kwamba maana ya kifo, kifo hakina faida wala hakina hasara. Yaani mtu akifa anakufa tu, kwa maana akimletea hasara mtu yote, yaani haoni chochote. Hao wakatafsiri hivyo baada ya kushiba. Haleluya, haleluya. Kama unampenda Bwana sema haleluya. Amen. Akaja watu wengine wakataa kutafsiri kifo. Hao watu alikuwa anaitwa Pilato. Huyu ni msomi sana, amesoma mpaka amesoma. Huyu anasoma kwenye vitabu kweli. Alitaka kujaribu naye kuelezea kifo. Akasema kwamba kifo ni kupokea maisha mapya. Yaani unapokea maisha mapya. Ulikuwa kwenye maisha kama ya kwanza, ghafla unabadilishwa unaingia kwenye maisha mengine. Na yeye akatafsiri hivyo. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, wapo watu wengine tena walitaka kutafsiri kifo. Wakina wana sayansi. Tunaelewa kwamba sayansi inahusu binadamu, na wao walikuja na mambo yao, wakataka kuelezea kifo. Wakasema kifo inamaanisha ni hivi. Maana ya kifo ni mifumo yote ya mwili inaposimama. Huo ni mfumo wa ufahamu unaposimama. Huo ni mfumo wa upumuaji unaposhindwa kufanya kazi. Huo ni mfumo wa takamwili unaposhindwa kufanya kazi. Huo ni mfumo wa mzunguko wa damu unaposimama kufanya kazi. Ndio maana mtu anapokufa huwa wanakimbia, wanaangalia madundo yake ya moyo. Wakikuta madundo ya moyo yamesimama, wanasema huyu tayari ameshaondoka. Hao ni wanasayansi, walijaribu kutafsiri maana ya kifo, wakatafsiri kwa namna hiyo kadiri ufahamu wao ulipoishia. Sema haleluya, haleluya. Sema haleluya, sema haleluya. Haleluya. Nisikilize. Dunia inaelewa kuna vifo aina tatu. Kuna kifo cha kisaikolojia, yaani mtu ambaye ana akili. Inaelezea kwamba kuna vitu vya aina tatu. Kwamba mtu anapokuwa hana akili, yani yuko punguani, hicho ni kifo. Hiyo ni dunia ilivyotafsiri. Ikaelezea kifo kingine kwamba ni kifo cha kimwili. Mtu anapokuwa amekufa, ametoka kwenye ulimwengu wa kawaida, ametoka kwenye ulimwengu wa mwili. Yaani tazama mtu, wakasema kwamba mtu anapokufa akatoka kwenye ulimwengu wa kawaida, na wengine wanasema kwamba jamaa ametutoka, wengine wanasema ya kwamba jamaa ameondoka. Wakatafsiri hivyo ya kwamba kifo kipo cha kimwili, mtu anakufa. Wakatafsiri ya kwamba tena dunia ikaeleza kwamba kuna kifo cha kiroho. Haleluya, haleluya. Biblia pekee na ikaja
kimwili. Jambo la pili ikasema kuna kifo cha kiroho, na jambo la tatu ikasema kuna kifo cha milele. Shangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Mshangilie Bwana kwa habari ya kifo cha kiroho. Kifo cha kiroho inaeleza hivi: mtu pale mwanzo, Adam na Hawa alipofanya dhambi, walipofanya dhambi pale pale, Mungu alikuwa akija kila asubuhi akiwaangalia, alikuwa akija kila jioni akiwapungia. Lakini baada ya kutenda dhambi akaacha kuja, akawafukuza, akawatenga kwenye ile Edeni, akafunga milango yote. Ndiko akasema hapo ndicho kifo cha kiroho. Kifo cha kiroho ni kutengwa, ni kutengwa na Mungu. Watu wa Mungu, nataka nikwambie namna gani unaweza kufa kiroho. Ni kwa kutenda dhambi. Sikiliza mtu wa Bwana, awe ni baba, awe ni mtu mzuri, uwe ni mwanamke, uwe ni mwanaume, uwe ni mtoto, uwe una cheo kikubwa kanisani, uwe unasali mpaka mambo yote yanashuka, uwe unaabudu mpaka mbingu zinasikia, lakini kama unatenda dhambi, wewe umekufa kiroho. Kama unatenda dhambi, wewe umekufa kiroho. Kama unatenda dhambi, wewe umekufa kiroho. Kama unatenda dhambi, nataka nikwambie, dhambi mwanadamu ilipoingia, baada ya anguko la mwanadamu, baada ya anguko la mwanadamu, dhambi ikaingia duniani. Mungu akajuta, akasema kwa nini nilimuumba mwanadamu? Akasema kwa nini nilimuumba mwanadamu? Akasema siku zake zitakuwa miaka 120. Zamani walikuwa wanaishi miaka mingi, lakini baada ya dhambi watu wakapunguziwa miaka. Kifo cha kiroho kinakutenga na Mungu. Kifo cha kiroho, hiyo ni dhambi. Baada ya mtu kutenda dhambi anakufa kiroho. Biblia ndiko inakoeleza, na Biblia inaniambia watu wapo wengi wametembea lakini wamekufa. Wanapanda bajaji lakini wamekufa. Wanapanda gari lakini wamekufa. Wanatembea lakini wamekufa. Hicho ni kifo cha kiroho. Kwa Mungu ni kifo cha kiroho. Hicho ni kifo cha kiroho. Tena dhambi yoyote ni mali ya Ibilisi. Biblia ndivyo inaposema, kwa maana baada ya kufa hukumu inakujia. Kwa maana baada ya kufa hukumu inakujia. Kila tendaye dhambi, huyo ni wa Ibilisi. Wewe baba, njoo kwa Yesu. Wewe mama, njoo kwa Bwana aiondoe dhambi. Nisikilize, kama una amani mkono, punga mkono namna hii. Nisikilize mtu wa Mungu, kifo ambacho anaweza kukiondoa ni kifo cha kiroho. Ni kifo cha kiroho. Hicho kifo unaweza ukakiondoa. Unakiondoa kwa kumpokea Yesu. Nisikilize mtu wa Mungu, Biblia ikaja kwenye kifo cha kimwili. Kifo cha kimwili kakieleza hivi: kifo cha kimwili ni pale unapokuwa umetengwa. Kifo cha kimwili ni kutengwa, yaani ni kutengwa au kutoka katika mazingira ya kawaida, katika mazingira ya mwili kwenda kwenye mazingira yasiyoonekana katika ulimwengu wa roho. Maanake kuna watu wanasema ya kwamba mtu mkifa mtakuwa kama roho inayotembea. Hapana, mwanadamu anaishi milele. Mwanadamu hata ukifa sasa hivi wewe unaishi milele. Lakini nataka nikwambie, utaamua wapi utakapoishi. Iwe ni jehanamu ni matendo yako, iwe ni mbinguni ni matendo yako. Hakuna mwanadamu wala roho inayopotea. Lazima uielewe hiyo. Hakuna mwanadamu anayepotea. Kila mwanadamu anaishi milele. Lakini kifo cha kimwili ni kutenganishwa, na unatengwa kutoka kwenye upande mmoja unaingia upande mwingine. Nisikilize mtu wa Bwana, kuna kaushuhuda kamoja. Haleluya! Makutano, haleluya! Kama una amani tupundane mkono namna hii. Amen. Alikuwepo mganga mmoja mashuhuri hapa Tanzania. Yeye alikuwa gwiji kwa uganga. Yaani alikuwa hatari. Yaani akinyosha mkono hivi mtu unakauka. Ilikuwa ni miaka imepita. Miaka
kama ya 70 hiyo. Huyu mganga alikuwa hajai kumjua Mungu. Siku moja mauti ukamfika, akafa. Hii ni historia kweli. Alipokufa akafika mahali akaona kuna njia mbili. Njia ya kwanza ya kushoto, akaona watu wanalia na kusaga meno, akaona watu wanapiga kelele za kutosha. Lakini upande mwingine wa pili wa kulia, akaona malaika wanaimba na kusifu kila dakika. Na katikati hapa amesimama mtu ana upanga. Akamwambia, wewe unaenda wapi? Akasema, nataka niende kule kwa wanaoimba. Akasema, hapana, wewe njia yako ni hii ya kushoto. Akasema, mimi naenda huko kulia. Akasema, hapana, siendi huko kushoto kwa sababu kuna vilio, kuna moto. Akasema, naenda kulia. Akasema, kwa kuwa umekataa, rudi ukatengeneze upya, urudi tena. Baada ya hapo akazinduka, alikuwa amekufa. Baada ya kuzinduka, alikuwa hajawahi kumjua Mungu. Akasema, niite wachungaji. Wakaita wachungaji, akasema, mniombee. Wakamuombea, akaanza kwenda kanisani. Baada ya kama mwezi akafa. Baada ya kufa hapo ndiko alikoenda mkono wa kulia. Nataka nikwambie, maisha nayoishi haya, nakwambia yana mwisho. Haya maisha nayoishi yana mwisho. Sasa ndio tutaangalia kifo cha milele. Hiyo kifo cha milele kina aina gani? Katika kipengele hiki Biblia inaniambia kuna idara 5 ambazo zinahusika na umilele. Idara 5. Ya kwanza ni paradiso. Paradiso wale wanaotenda mazuri. Wewe kama umetenda matendo mazuri na umempokea Yesu, umekubali kwamba Bwana ndiye msaada wako, na umekubali kuishi maisha mazuri yanayompendeza Mungu, baada ya kufa unaingia paradiso. Ndio maana kwenye kitabu cha Luka, wakati ule Lazaro na yule tajiri, kipindi kile paradiso ilikuwa kuzimu, ilikuwa chini. Lakini Yesu baada ya kufa, ile paradiso akapanda nayo mbinguni. Paradiso ile akapanda nayo mbinguni. Ndio maana kule kuzimu, kule chini ilikuwa inatenganishwa na shimo kubwa. Ndipo akamwambia yule tajiri, anamwambia Lazaro, mwambie aje huko anichovye ncha ya kidole changu aburudishe mwili wangu. Akamwambia, tazama hapo kuna shimo kubwa imetenganisha. Hii shimo siwezi kulivuka. Akamwambia, nendeni nyumbani. Kuna ndugu zangu, waambie wasije wakaingia katika hali. Akamwambia, kuna manabii, kuna walimu, wawasikilize wao. Haleluya. Hiyo ni paradiso. Paradiso unakuwa umesubirishwa hapo kwa ajili ya mwisho wa dunia. Kwa ajili Yesu atakapokuja ndiko utakakoingia Yerusalemu mpya. Kuna idara nyingine inaitwa kuzimu. Yeyote anayetenda dhambi, yeyote ambaye anafanya dhambi, anasubirishwa kuzimu. Sasa hivi kuna uongo mkubwa. Wanasema kuzimu kuna maduka, si kuzimu kuna nini, kwamba kuna pete nzuri. Kama ni hivyo basi sote tuende kuzimu. Tuweze tukakimbilia kuzimu, tukale sambusa. Haleluya. Nataka nikwambie, kuzimu hakuna ambaye ameshaingia. Kuzimu ni moto. Kuzimu ni moto unawaka. Kuzimu unawaka moto. Kuzimu ni moto, mtu wa Mungu. Wewe ukifa mara moja, hakuna sala zitakazo kusaidia kuokoka. Wewe ni moja kwa moja unaingia kuzimu. Unaingia kwenye moto. Ule moto unasubirishwa. Unasubirishwa hapo kwa muda, kwa ajili ya kuingia kwenye jehanamu. Mwambie mwenzako jehanamu. Jehanamu hiyo sasa ndio funga kazi. Haleluya. Kuna idara nyingine inaitwa Tartarus. Tartarus ni shimo kubwa ambalo liliumbwa na Mungu, limetengenezwa. Hizi idara zilikuwa kwa wanadamu, zilikuwa zimeundiwa kwa ajili ya shetani. Baada ya kumwasi Mungu, hizi zote akaziundia shetani. Lakini kutokana na shetani anajua kazi zake,
Ndipo akaanza kutafuta wafuasi wake ili wawe wengi waingie motoni, lakini kutokana na kiburi Mungu akamwekea mwanadamu utashi wa kuchagua chema na baya. Sio kwamba Mungu asingezuia kwamba dhambi isiwepo, Mungu anaweza kuizuia, lakini Mungu akamwekea utashi mwanadamu ya kwamba uchague uwe baridi au uwe moto. Na shetani anafanya kazi kubwa ya kuhakikisha jehanamu anaingia wengi, na ndio maana ana mawakala wake, ana wachawi, ana majini, ana waabudu sanamu, ana wazinzi, ana wasoma nyota, ana waganga, ana wapiga ramli, ana wale wote ni mawakala wake. Haleluya! Hata na wenye hasira nao ni watumishi wake. Haleluya! Ile shimo limeandaliwa Tartarus miaka 1000 baada ya Yesu kuja. Shetani atakamatwa na kufungwa kwenye hilo shimo, tukisubiria ujio wake wa pili wa tatu. Kuna Abishi. Ile Abishi ni eneo ambalo malaika waovu baada ya shetani kuasi, wale kuna malaika waovu wale kwa waovu wa sana kabisa walifungwa kwenye hilo shimo, maana wangeachiwa dunia Mungu asingepata hata mmoja. Nisikilize, kuna idara nyingine, ni idara ya jehanamu, inaitwa ziwa la moto. Hilo ziwa la moto limeandaliwa, na mpaka sasa zipo idara mbili ambazo zitafunguliwa. Kuna idara ya ziwa la moto, ndio jehanamu, hakuna ambaye ameshaingia mpaka sasa. Baada ya Yesu kuja, wale waovu kutoka kuzimu watapelekwa bure. Tena kuna idara nyingine, Yerusalemu mpya. Hiyo ndio mbingu mpya, na hiyo hakuna ambaye ameshakuja ameshaingia, bali wale ambao wanatenda mazuri wako kwenye paradiso. Baada ya Yesu kuja na dalili zote zimeshaonekana, kila kitu sasa hivi muda wote anaweza akarudi. Na ukirudi wewe mwanadamu utakuwa wapi? Mimi sijui utakuwa wapi, mimi sielewi utakuwa wapi mwanadamu. Ni neema ya Bwana azidi kutusaidia. Tunakuita jioni ya leo umpokee Yesu, ukubali kumpokea Yesu. Haleluya! Nataka nikwambie, na nataka ashinde kifo. Anayetaka aishi milele anyoshe mkono. Nashangaa kabisa kuna watu haonyeshe mkono, hataki kuishi milele. Haleluya! Mwambie mwenzako shangaa, mwambie mwenzako shangaa. Nisikilize, ukitaka kuishi milele, ukitaka uishi milele kwenye nchi mpya, jibu ni moja, kumpokea Yesu. Jibu ni moja, kumpokea Yesu. Biblia inaniambia baada ya Yesu kufa, ilikuwa saa 6, makaburi yakafunguka. Ilikuwa mchana saa 9, milango ya hekalu ikapasuka, kila kaburi likafunguka, na bila takatifu ikaonekana ikizunguka Yerusalemu. Baada ya kuingia kuzimu, akateka mateka, kila mmoja akaingia, akasema nimepewa mamlaka yote nimepewa mbinguni na duniani. Funguo za kuzimu na funguo za mauti ninazo mimi. Hiyo Yesu ananiambia, akagawa vipawa, akasema niaminie mimi hataishi milele wala hatakufa. Ukitaka kuishi milele, kubali jioni leo umpokee Yesu. Kubali jioni leo umpokee Yesu. Mungu mbingu na nchi hatawahi badilika. Unafanya dhambi, Yesu afadhali ya kuacha dhambi. Acha dhambi mama, acha dhambi baba, acha dhambi kijana. Kubali kumpokea Yesu. Nisijuna cheo gani. Wapo watu waliokuwa maarufu, walikuwa maarufu sana, walikuwa maraisi, hawakushinda kifo. Lakini ni kifo huwa nina faida, huwa nina furaha ninapomhubiri aliyeshinda kifo. Huwa nina faida ninapomhubiri aliyeshinda kifo. Huwa nina raha ninapomhubiri aliyefufuka. Kaburi lake li wazi, kaburi lake li wazi. Njoo wewe mama, umpokee Yesu. Njoo wewe kaka, sasa yatosha. Dhambi ulizozifanya yatosha. Dhambi ulizozifanya
dunia yawe ni mazuri, ungerudi mbinguni. Tutakukuta huko, kwa maana yuko jemadari ameshatutangulia. Ni Yesu mwenyewe tunaenda kumfuata. Yuko Yesu mwenyewe ameshatutangulia, kwa maana ameshakufa na kufufuka tena. Lakini nataka nikwambie, kama wewe una dhambi, unafanya mambo ambayo hayampendezi Mungu, ni saa ya kugeuka leo. Ni saa ya kugeuka leo. Ni saa ya kubadilika. Ni saa ya kubadilika. Ni saa ya kubadilika. Ni saa ya kumpokea Yesu. Hata Biblia zingine zinaelewa, hata dini zinajua kwamba Yesu ndiye ishara ya kiyama. Hata na wenzetu wanaelewa Isa bin Mariamu ndiye ishara ya kiyama. Nataka nikwambie, tunamhubiri aliyefufuka, yuko hai milele, yuko hai milele. Tumpokee Yesu. Masumbuko yako ulio nayo yatakwisha. Biblia inasema yeye mwenyewe kama alikufa mara moja, na mwanadamu anakufa mara moja, na anayekufa mara mbili huwa yupo, na baada ya kufa ni hukumu. Haya maneno umeyasikia kwa masikio yako. Mimi sijui kama kesho akija wapo umesikia habari watu tulikuwa nao hata jioni wanakufa, lakini nataka nikwambie, kubali kumpokea Yesu. Ukubali kumpokea Yesu, kubali kuona Yesu, utaishinda kifo. Hata ukifa, tulio katika Yesu, kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Ukifa katika Yesu unakuwa ni mwenye faida. Ndio maana Yesu na Kristo, ndio maana Paulo anasema heri niondoke au niendelee kukaa nani, kwa maana alikuwa anajua ya kwamba hata akifa anaenda mbinguni. Wewe unachelewa nini? Wewe unasubiria nini? Wewe unasubiria nini? Haleluya! Kama umenisikiliza vizuri, naweza ukachukua nafasi ya kusimama. Popote pale ulipo naweza ukasimama. Karibu kwa imbaji, tukaribisha na utaka kumpokea Yesu. Kwenda mlisikia neno hili, baada ya kufa ni hukumu. Baada ya kufa ni hukumu. Waombeje walio